umekufa au uko hai. Jambo la kwanza linaloweza kumsababisha mtu kujua kwamba yuko hai ni kwamba Mkristo aliye hai ni lazima awe mwana maombi. Na tunapoongelea kuhusiana na maombi, tunaongelea katika nyanja mbili, maombi ya kufunga na ya kuomba. Ili uwe hai, hauwezi ukasimama tu katika kuomba tu pasipo kufunga, kwa sababu neno lake linasema kwamba tutashinda katika kufunga na kuomba. Haijaandikwa kuomba tu peke yake. Hata Yesu naye pia alifunga na kuomba zile siku 40. Kwa hiyo ili uwe hai ni lazima uombe na kufunga. Katika hiyo kuomba tunapata katika kitabu cha kwanza cha Wathesalonike ile sura ya 5 na mstari wa 17. Biblia inasema ombeni bila kukoma. Haleluya. Amen. Neno linasema ombeni bila kukoma. Maana yake ni kwamba tunapopitia nyakati tofauti tofauti imetupasa kuomba. Yes. Kuna watu ambao huwa tunaombaga au tunakuwa na nguvu ya kuomba pale ambapo tunakuwa katika hali ya kushiba. Mungu anapotufanikisha katika kila jambo, yani kila kitu wewe unapokuwa uko sawa, umepata kibali, labda umeajiriwa, afya njema, yani muda wote utakuwa unaomba. Lakini inapokuja kwamba umepata labda changamoto fulani, mara nyingi kiukweli, yani tukienda hata kwa njia ya kuomba, huwa maombi yetu yanachanganyika na manunguniko. Yes. Mungu, kwa nini unafanya hivi? Mungu, unioni, kwa nini umeruhusu hili jambo? Mbona natoa sadaka? Mbona naenda kanisani? Mbona nafanya hivi? Sasa hapa tunaambiwa kwamba tuombe bila kukoma. Tusiombe kwa manunguniko hata kama tunapokuwa tunapitia changamoto. Mkristo aliye hai hawezi kwenda mbele za Mungu akawa na manunguniko. Iko kitu ni hapana. Wa duniani ndio watafanya hivyo. Kwa ili tujue kutofautishwa kati yetu sisi na wale wa duniani, kwenye maombi yetu tuwe na maombi ya kushukuru. Una changamoto, omba kwa kumshukuru Mungu. Mfano mimi leo asubuhi, mimi waga kuna changamoto ambayo naipitiaga siku nyingi sana. Na Mungu, sasa sijui niseme Mungu au ni kiburi changu, huwa simshirikishagi mtu. Napambana nalo mimi mwenyewe. Kwa sasa waga naombaga afu nanungunika. Yaani naomba afu baadaye nakuja nanungunika. Mungu, kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Sasa nikasema nitanungunika mpaka lini? Na wakati neno linasema manunguniko ni dhambi. Kwa leo nilichokifanya nikawa wakati ile hali imenijia ndo nimeanza kuumia moyoni. Ghafla tu nikajikuta kwamba nachukua daftari. Mimi nina madaftari 3 nimeandika. Kwa kuna daftari ambalo limeisha nikalichukua. Natafuta na kusoma. Ghafla nikajikuta kwamba nimesoma sehemu ambayo baba aliwahi kufundisha kwamba nguvu ya kushukuru wakati ukiwa na changamoto. Kwa pale nikakutana na ujumbe umeniambia hivi, mshukuru Mungu kwa kila jambo. Sikuambiwa mnungunikie Mungu, niliambiwa mshukuru Mungu. Kwa kupitia ile neno lake nikajikuta ndani ya moyo wangu nina amani mpaka sasa hivi nzima. Wakati kikawaida uwaga, yani inakuwaga ni siku nzima nakuwa na majonzi, na kwa mtu ambaye sitaki kula, nina hasira, najifungia chumbani, yani nakaa mwenyewe. Lakini kupitia lile neno likanijenga, likanifanya nimeendelea kuwa hapa nilipofika mpaka Mungu amenipa kibali cha kuweza kuwafundisha nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Pia mwana maombi tunaona katika hiki kitabu cha Mathayo 7 sura ya 7. Mathayo 7 sura ya 7. Biblia inasema kitabu cha Mathayo sura